Sasa John karejea kijijini kwake ikiwa amepokelewa na watu zaidi ya 1,000, wengine wakiwa wamemsindikiza kutoka katika shule ambayo aliisoma. John alipokelewa na alishangaa sana watu waliokuwa wamemzunguka, kwa sababu ni kitu cha ajabu. Ni kama rais haje mtaani kwako au msanii mkubwa aje mtaani kwako. Hii ilimshangaza John, na yote hii ni kwa sababu John alipoenda kusoma, wanakijiji walitegemea kabisa kwamba John atakuja kuwaokoa na kuleta maendeleo katika kijiji chake. Na ndio hivyo hivyo, John plani yake yote ilikuwa ni kusaidia kijiji chake alichosoma. Alipokelewa na shamra nyingi sana, zawadi za kutosha, watu wakiwa wengi kama vile nzi kwenye kidonda au kwenye mzoga. Msimulizi wako ni mimi Make Sense. Tafadhali tuende pamoja. Hii ni The Lucky Boy. Je, Johnny ataweza kusaidia kijiji chake kama ilivyokuwa ndoto yake? Sifahamu. Twende pamoja. John hakuwa mtu wa kutulia. Jinsi alivyopokelewa na kijiji ilimuumiza kichwa sana, na ilimfanya aende mbali sana kijiji chake, ikiwa amepanda sehemu ya juu kama unavyoona kwenye mlima, akiwa anawaza jinsi gani anaweza kuwasaidia watu wasije wakaona kwamba nilichoenda kusomea ni bure. John akawa anaandika mikakati, ikiwa bado hajaajiriwa kabisa wala hajapata kazi yoyote, akiwa anafikiria, ila akiwa na uhakika wa kazi, kwa sababu elimu yake ni kubwa sana na alifaulu vizuri. Hivyo John akawa anapanga mikakati jinsi gani anaweza kusaidia kijiji chake. Akiwa amekaa ametulia, anaandika baadhi ya mipango na plani za jinsi gani ya kusaidia vijana kijijini kwake na kuboresha kijiji chake, kwa sababu alivyorudi amekuta kiko vile vile na ni miaka mingi imepita. Baada ya siku kadhaa kupita, miezi, siku, dakika, masaa, basi alifanana na kijiji, lakini kichwani alikuwa anachokijua yeye. Aliitwa na mwenyekiti au kiongozi wa kijiji ambapo alipokuwa anaishi. Kwa mfano, kwa huku napoishi Soreni, tungesema ni mwenyekiti Estomi. Kwa hiyo aliitwa na kuambiwa, tunaomba uonyeshe kile ambacho unacho. Tafadhali tusaidie, kwa sababu tuna mambo mengi tunataka kufanya na tunakutegemea wewe. Hiyo ilizidi kumpa mawazo sana. Akiwa anawaza, bado sijaajiriwa, ila nishapeleka vyeti kila mahali na nasubiria ajira. Hivyo aliwaahidi, kama Mungu amepanga basi itakuwa. Wanasema mvumilivu ndio hula mbivu, ila mwenye haraka hula mbichi na chumvi. Lakini John alivumilia na Mungu akamkunia nazi, kama wasemavyo Waswahili. John sifa zake zilienea kila mahali na alifuatwa anapoishi. Kama unavyoona kwenye picha hiyo, Range Rover new model, gari ya gharama sana. Kwa hapa tunapoishi bado hakuna mwenye nayo. Akaambiwa kwamba tumeona sifa zako, tumeona CV zako, na sasa tunaomba tukuajiri kwenye kampuni yetu. Hiyo ilikuwa ni bonge la ndoto liufanikiwa. Yaani ni kama unafuga kuku, naye akatotoa vifaranga vyote. Kama ule kama 24, basi akatoa vyote 24. John alifurahi sana, kwa sababu alijua hapa ndipo chanzo cha mimi kusaidia kijiji changu. Usije kusahau, uko na Make Sense.
au kanaweza kuita Mick Allen. John akapata kazi kwenye moja ya kampuni iliyokuwa inafanya kazi hapo kijijini kwao, ikiitwa Mick Allen Company. Wafanyakazi walimpenda sana John na kumpokea kwa furaha kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye tayari alishajulikana na alikuwa very famous sana. Kwa hivyo walimpokea kwa bidii. Naye John alifanya kazi kwa bidii. Ikiwa imefika saa 12 kazi imefungwa, John alikuwa na kesha ofisini. Na yoyote ni kwa sababu alikuwa ana ndoto ya kusaidia kijiji chake. John alikuwa sio mla vilambo, alikuwa sio mvuta fegi wala mvuta marijuana kama alivyo Bob Marley, hayati Bob Marley. John alifanya kazi kwa bidii na kichwani kwake aliwaza kusaidia kijiji chake. Kwa kuwa John alizaliwa wakati tayari baba yake alikuwa ameshafariki dunia, hivyo mama yake pekee ndo alikuwa mtu aliyomsaidia John kuanzia chini mpaka juu. John alikuwa analipwa mshahara mzuri sana na kuacha wala kumsahau mama yake. Alimletea zawadi na wakajenga nyumba mpya. Akamshukuru mama yake sana na kumwambia, mama, asante kwa sababu bila wewe kunishika mkono nisingefika hapa nilipo. Tafadhali pokea zawadi hii kwa moyo mkunjufu. Mama yake alifurahi sana, ila alimkumbusha John kuwa wanakijiji wanahitaji msaada wako. John aliita baadhi ya viongozi. Kwa huku napoishi Soreni angeitwa Estomi na wengine kama viongozi wa serikali, na kuambia kuwa huenda uchumi wa kijiji chetu haukui kwa sababu hakuna umeme, hakuna taa, watu hawezi kufanya kazi usiku. Mimi naomba niboreshe hili. Na walimwambia ikiwezekana tutafurahi sana na tutakusapoti kwa kila kitu ambacho utafanya. Hivyo John alipata moyo, akarudi kwenye karakana yake. Pesa nyingi za John hazikuishia kwenye mambo za umalaya, mambo za vilambo. Kwa wale wasijua vilambo ni mambo ya kujilamba. Wale wasijua kujilamba ni mambo ya kilambo, pombe ya design yoyote huku tunaita kilambo. John hakujua hivyo. John alikip hela yake kwa sababu ya wanakijiji. John alianza mikakati rasmi. Usisahau msimulizi wako ni mimi Mick Allen. Hapa pembeni niko na ndugu yangu Elisha, wamemzoea kumuita Ngari. John aliandaa karakana yake ambayo alinunua vifaa vingi sana. Almost mshahara wake ulishia kwenye kununua vifaa ambavyo kuna plani anayo. Mimi mwenyewe sijui plani yake, mpaka sasa hivi sijui plani yake. Na hapo chumbani kulikuwa kumeandikwa Brenda I love you. Na hisi alikuwa ameshapata jidada. Yaani kwa Kikenya wanasema manzi au bibi. Tanzania wanasema ni piskali, pisi ya kwenda. Ila hatujaiona bado kwenye episodi hii ya pili ya The Lucky Boy. Aliandaa karakana na akaandaa vifaa. Kwa kweli plani yake ilikuwa ni kubwa. Sikufahamu plani yake mpaka sasa hivi, ila inaonekana kuna kitu ambacho anakiandaa kwa sababu ya wananchi wa kijiji chake, wananchi waliomzunguka na kumwamini. Na John hakukae hasahau
jinsi gani alivyopokelewa na wale wa nchi. Hicho kitu kilimpa sana motivation ya yeye kufanya kitu kikubwa. Je, John ameplani nini na atafanya nini? Wanakijiji warizike na kushukuru. Naona John kuna kitu anaandaa. Huyu ni genius. Kama leo ndo unaangalia episode ya pili, hujapata episode ya kwanza, tafadhali katazame episode ya kwanza ya The Lucky Boy, na inapatikana YouTube kwenye channel ya Make Sense TVA. Narudia tena, Make Sense TVA. Tafadhali usiache kusubscribe, kuweka alama notification na kutufuatilia. Unaweza comment chochote ambacho kitakuwa motivation kwa jamii. Mimi ni Make Sense Studio nikiwa na Elisha au Gari. Usiache kutufuatilia. Asante kwa kutazama The Lucky Boy episode 2.